wangu wengi sana wameniomba niongelee kuhusu kifafa cha mimba, na kwa sababu nawapenda na ninawathamini sana, leo nitaongelea kifafa cha mimba kwa mama mjamzito. Kifafa cha mimba hii ni hali ambayo inatokea kuanzia wiki 20 ya ujauzito na kuendelea. Hii inatokea pale ambapo pressure ya damu inakuwa juu sana, lakini pia na protein inakuwa inaonekana kwenye mkojo, na mara nyingine unakuta inaathiri viungo vya mwili kama figo, ini, ubongo na placenta, na ni tatizo ambalo linaweza likaathiri mama na mtoto kama alitashughulikiwa mapema. Kwa hapa tumesema pressure ya damu inakuwa juu, na protini, unapopima protini kwenye mkojo inaonekana ipo. Mara nyingi protini inakuwa plus kuanzia +1 protini tayari ipo, 2, 3 na kuendelea. Tuziangalie dalili za kifafa cha mimba. Kwanza unakuta kichwa kinauma na hakipungui, kinauma kupita kiasi. Unaona kama nyota hivi. Unapata maumivu makali sana ya tumbo. Maumivu sana yanakuwa upande wa kulia, alafu chini ya mbavu. Unakuta mama anavimba uso, miguu na mikono ghafla tu. Yaani ni yale ambayo inakuja ghafla. Unakuta mama anaongezeka uzito ghafla tu, ndani ya siku chache uzito unakuwa umeongezeka sana. Mwingine unakuta mama anapumua kwa shida sana. Na wakati mwingine sasa kinaweza develop kuja kwenye mshtuko wa ghafla, ni kama degedege. Hiyo tunaita eclampsia. Unakuta tu mtu anashtuka na kuwa kama ana degedege, ambayo hiyo ndo tunaita eclampsia. Yaani hizi hali ni hatari sana. Yaani kabla haijafika kwenye mshtuko unatakiwa kuwahi haraka sana. Dalili za kwanza zitaje huko, unawahi haraka sana hospitali. Unakuta mama mtoto anapungua kucheza au anakoma kabisa kucheza, umsikii kabisa. Pia mama anaweza akawa anapoteza fahamu. Mama anaweza kutapika, yani kichefuchefu na kutapika, yani bila sababu kabisa ya msingi. Kwa sababu tunasemaga zile morning sickness zinaweza kuanzia wiki ya 16 zinakuwa zinaisha kabisa. Kwa hiyo kuanzia wiki ya 20 sasa ndo mtu anaweza akawa amepata hiyo kifafa cha mimba. Hatutegemei ile kutapika sana. Japo kuna watu ambao wanaweza endelea na morning sickness mpaka anajifunga, lakini wachache sana. Hii hapa inakuwa ni kutapika kusikoelezeka. Nani ambao wako kwenye hatari sana ya kupata kifafa cha mimba? Mtu ambaye alikuwa na pressure ya juu hata kabla ya kubeba mimba anakuwa kwenye hatari. Kwa hiyo ni vizuri consult na daktari haraka iwezekanavyo. Kwa na kifafa cha mimba kwa mimba zilizopita, unapobeba mimba ya pili kunaweza kukawa na possibility ya kupata, lakini hatuombei. Kwa hiyo ni vizuri kuona daktari haraka iwezekanavyo. Kama ni mnene kupita kiasi, aina obesity kubwa, lakini pia kabla ya miaka 20 au baada ya miaka 35 wako pia kwenye hatari ya kupata kifafa cha mimba. Japo sio wote jamani. Beba ujauzito akiwa ana PCOS, polycystic ovarian syndrome, lakini mwanamke mwenye kisukari au upungufu mkubwa wa damu. Kwa hiyo ninachoshauri, unapobeba ujauzito muone daktari. Kuanzia wiki ya 20 muone daktari mara kwa mara. Itakusaidia sana. Asante kwa kunisikia.